mara 172, 172 times in the Bible, lakini Jumapili imetajwa mara 8 peke yake. Wacha nikupatia hayo mafungu 8, maana ndiyo chache ili uweze ukajisomea. Kitabu ni cha Luka 24, fungu la kwanza na la pili inaita Jumapili the first day of the week, siku ya kwanza ya juma. Mathayo 28, fungu la kwanza inasema Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Mariko 16, fungu la kwanza hadi la 3, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Mariko 16, fungu la 9, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Siku ya kwanza ya juma kulingana na Yohana 20, fungu la kwanza ni Jumapili. Siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifufuka, Yohana 20, fungu la 19. Na Wakorintho wa kwanza 16, fungu la kwanza na la pili, na Matendo ya Mitume 20, fungu la 7. Hayo mafungu 8 yatakuelezea kwamba siku ya Jumapili sio siku ya 7, ni siku ya kwanza ya juma. Na Mungu amesema upumzike Sabato siku ya 7 ya juma. Nikakwambia Wayunani walipumzika Sabato hata baada ya Injili, maana wengine wanafikiria Sabato ilibadilishwa wakati wa Yesu. No, la hasha. Hata katika maandiko ya mitume utapata Paulo alienda kwa Wayunani na walipumzika Sabato. Hiyo utasoma katika Matendo ya Mitume 13 na fungu la 14. Na pia unaweza ongeza 14 fungu la 44, Matendo ya Mitume. Kule Yerusalemu wakapumzika Sabato. Hiyo ni Matendo ya Mitume 15 fungu la 21. Na pia katika visehemu au vituo vingine mbalimbali kama kwa Wafilipi pia walipumzika Sabato. Hiyo ni Matendo ya Mitume 16 fungu la 13. Na kwa Wathesalonike pia walipumzika Sabato ya Mungu, Matendo ya Mitume 17 fungu la kwanza hadi fungu la 3. Walipumzika Sabato ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu walijua. Hata kwa Wakorintho pia walipumzika Sabato ya Bwana, Matendo ya Mitume 18 fungu la kwanza na fungu la 4. Na Yohana akiwa kisiwa cha Patmo alipumzika Sabato pia. Ufunuo 1 na fungu la 10. Ufunuo 1 na fungu ni la 10. Kwa hivyo akafundisha watu ya kwamba Sabato sio Jumamosi, lakini ameandika kwa kitabu ya kwamba walibadilisha wao wenyewe. Mpaka saa hii, by the way, uangalie katika vitabu vyao, wanakubali ya kwamba Sabato ni wao walibadilisha. Na hii ndio Waprotestanti hawawezi wakaclaim authority. Kanisa zingine zote hakuna mtu anaweza claim authority ya siku ya Jumapili, kwa sababu kuna wale walifungua hiyo, Konstantino na Silvester. Hiyo ni yao, wengine walifuata tu bila kuangalia. Kwa hivyo ukitaka authority, soma Biblia na utasema Biblia husema, neno la Mungu linasema, kwa maana imeandikwa. Yesu Bwana asifiwe sana. Kuliko useme kanisa lilisema, sema Biblia inasema. Jambo lingine unapata katika kile kitabu, kile kikombe, ni siku ya Christmas ambayo inapendwa sana duniani. Hakuna Christmas kwa Biblia. Hakuna mahali Biblia imesema Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Hakuna. Hiyo ni moja. Hata kijiografia hawezi akawa alizaliwa Disemba. Ninamaanisha nini na kijiografia? Kule Palestina, kule Yesu alizaliwa, Disemba inakuwa ni winter na kunakuwa na snow. Na wachunga kondoo walikuwa nje wakilisha mbuzi na kondoo kwa nyasi kwa snow. How? Sijui kama umeshakaa mahali kuna snow. Nimekaa mahali inaitwa Minnesota. Snow inakuja Novemba mpaka March, miezi karibu 6. Kote kila mahali ni white. Nyasi imefunikwa na snow imefunika. Alafu wewe unakuja unatuambia Yesu alizaliwa tena kwa zizi ya ng'ombe na hiyo snow. Hata Yesu anakuanga na kaprogramu yake. Hangezaliwa mahali kuna baridi. Hiyo ni baridi mingi sana kwa mtoto. Na sio tu mtoto. Wachungaji watakaaje kwa snow? Wale mumekaa kwa snow ati wako nje wachungaji saa 6 ya usiku. Kijiografia hawezi. Hata ukiangalia, jiulize hii Christmas ni nani ambaye hasherehekei Christmas? Hata wale hawapendi Yesu, hata wale si wa Kristo, wale wanajua kuna Yesu, Christmas ikifika. Na tena jiulize, katika mwaka ni wakati gani watu wanakunywa pombe sana?
Uliza watu wa bar, mimi sijui. Waulize, watakwambia pombe wanauza lini sana sana. Uliza kondoo, uwaulize ni lini mnakufa sana kwa mwaka kondoo. Uliza kuku, watakwambia mabwana zao, yani jogoo, mabwana wa kuku. Kuku watakwambia mabwana zao wanakufa sana wakati wa. Hata unaweka kuku unasema hii tutakula Christmas, hii ni ya Christmas. Hii ni ya yani Yesu azaliwe kondoo akufe. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Biblia inasema hata Herode hakuwa na record, ndio akaguess watoto 200 hivi wauawe. Kama alikuwa na record, wangeenda kwa record. Hiki kitabu bado ya Catholic Catechism. Ninakwambia kwa sababu it's a real book, so you can look for it. Catholic Catechism page 189. Anasema hivi 189 katika hiki kitabu. Hiki ni kitabu cha kanisa. Na hii huwezi ukashika kama wewe mwalimu, ni catechist. Kuso unajua wale catechist mnaniangalia mnakubaliana na mimi kwa sababu ni hivyo nasoma. Christmas anasema hivi. Paragraph ya Christmas. Avoid saying that Christ was born on December 25th. Say that the church celebrates Christ's birth on December 25th. Actually, there is no early tradition of the date of Christ's birth. The Romans kept on December 25th when the winter solstice was over and the days were beginning.